Kagoma. Naam. Na sasa hivi urudi nyumbani. Hamna, si kwamba mimi si nyumbani. Unajua kwamba mazingira sio rafiki sana pale kwako. Japo kweli nina mazoea ya kuja kwako pale, nakuja tunapiga story na mshikaji wangu na nini. Lakini kumbuka kwamba ukiwa mwizi lazima unajishtukia kidogo. Sababu naamini kwamba nitakuwa ni mtu ambaye macho yangu atakuwa anacheza na kutazama, maana naangalia huko akitukuta itakuwaje. Yaani sielewi. Sasa hivi umefika hatua siwezi kuzuia hisia zangu kabisa. Yaani natamani kuona kila wakati. Nilikuwa natamani nikilala usiku nikifunga macho wewe mtu wa mwisho kukuona. Nikifumbua wewe mtu wa kwanza kukuona. Yaani umefika hatua sasa hivi yaani sielewi kabisa. Mpaka nafika hatua sasa natamani hata nimuoe. Au unaonaje hili swala? Yaani unasema kwamba afya akifa mimi ni mke wake halali, tunamiliki ile nyumba. Baada ya muda nauza nyumba, tunatafuta sehemu tunaishi. Mimi naona jamaa tumpunguze. Tukimpunguza utakuwa na kauhuru kidogo. Lakini kumbuka na wewe na mwanamke kama. Mke wangu sio tatizo. Mke wangu mimi yule pale. Yule sio niseme mke, sio niseme mpenzi. Sijamuoa. Anakuja tu nyumbani mara moja yule. Naweza tu nikamcancel, nikamwambia tu bwana, kuanzia leo usije nyumbani kwangu, fanya mambo yako. Labda tu nikwambie kitu Kagoma. Kifunia sina mapenzi naye kabisa. Yaani kwenye hichi kichwa hayupo. Mimi naishi Nancy kwa sababu ya shida tu. Ila nahisi kama tutamuoa, ile nyumba nitamiliki mimi kwa sababu mimi ni mke wake wa ndoa. Baada hapo nitauza nyumba. Tunahamia kwa sehemu nyingine, tunanunua nyumba. Unaonaje? Yaani hilo wazo. Ndio maana ni hapa kuna mshikaji wangu mmoja nataka kidogo nimshirikishe kwenye hili. Atatusaidia tena sana tu. Najua hawezi kunisaliti, mshikaji wangu sana. Na ana mbinu nyingi. Nikimwomba kwenye hili atatusaidia. Na tutajua jinsi ya kufanya. Kikubwa tumpunguze, tubaki huru kabisa. Sawa. Usiweze na akili yangu Kagoma. Siwezi kabisa na labda nikujibu tu, maana kwa sita kujibu. Usikukupenda, basi mimi nakupenda kuliko unavyofikiria wewe. Kwani? Wewe tamasiala hiyo. Akia Mungu tena nakwambia. Yaani si nikwambiaje, nakupenda kuliko hata viatu vyangu. Vipi? Safi vipi? Sana. Mbona umeniweka sana mshikaji wangu? Hapana. Si unajua tena mishemishe. Nyumbani pale kuna kazi kwa nini nimeenda sasa hivi nikaona nifike ndugu yangu. Unajua haya mambo unabidi uzingatie sana muda. Hamna kitu kizuri katika maisha kama kujali muda. Sasa unakuja unaniweka tu muda wote mimi nakaa na kusubiri wewe, si utoto? Mshika hiyo dawa ya kazi yako, lakini nakupa angalizo, chonde usije kunidhulumu. Narudia tena, usije kunidhulumu bwana. Mimi sidhulumiki na sijawahi kudhulumiwa. Nenda kaifanya kazi yako. Nisikilize ndugu yangu. Umeona hii dawa? Kwanza inafanya kazi baada ya muda gani? Hiyo dawa ni kiboko sana. Sawa. Na nimeona hakuna sababu ya kukupa dawa ya kununua. Kwa sababu wewe unataka kuenjoy naye maisha. Hiyo dawa ni kwa sababu ya kumtia upofu. Kwa hiyo utaichukua, utamwekea katika maji yake ya kuoga kidogo. Narudia tena, kidogo sana. Akishaoga tu hata dakika moja tu. Okay, sawa.
labda nikwambie kitu kimoja. Kwenye upande wa madili magumu kama haya, sio sehemu ya kudhulumiana. Hasa ukifanya kazi na mimi, basi umefanya kazi na mtu mkubwa tu kwenye masuala ya pesa. Usiweze kudhulumu. Ndio mnavyosema. Alafu mkishafanikiwa mnapotea. Simu hampokei, message ndo kabisa hamjibu. Sasa kaka, narudia tena. Ukinidhulumu, mimi sitokuwa na huruma na wewe. Sidhulumiki. Hai. Sija kujaribu kunidhulumu kabisa. Usiwaze. Pesa yako nitakupatia yote baada tu ya hii dawa kufanya kazi. Ikifanya kazi tu, nikija kumwona jamaa anapapasa, yaani na maana haoni, mimi nakupatia pesa yako bila shaka. Ninachohitaji mimi amani na uhuru. Basi dawa ndio hiyo, fanya nilichokuelekeza. Sawa, acha niende, maana bado nina vitu vingi sana vya kufanya. Sawa, bila nina shida. Haya. Zingatia. Hamna shida. Sawa. Sana shida nini? Kuna kazi nilikuwa namalizia nyumbani. Bwana, shida yenu hiyo mshaji wangu. Sasa dakika 2 tu. Umeenda kuifanya wiki nzima. Sasa sikia. Hiyo hapo uhakika, yaani uhakika kabisa. Kisikia chumba cha Mjerumani ndio iko hapo. Hiyo haicheleweshi. Wewe nikimpa hii anakufa kabisa. Afe vipi? Mbona mapepo ya kuua wewe? Sisi kwamba ukaue. Huo mpango wangu uliosuka hapo ni uhakika. Yaani hapo ninachokifanya hapo, nisikilize kwa makini. Huyo kwa tunamtia upofu kwa sababu hatuoni, yaani hatuoni kabisa. Nikija pale nakwambia hivi. Wewe unakuja ni kirahisi. Yaani mwenyewe akiuliza unaenda hapa, mbona naenda chooni. Si unanielewa? Kagoma bwana. Mimi nilikuwa nataka tumuue kabisa yule mbwa, sitaki hata kumuona. Hiyo issue sio kuua. Yaani hiyo hapo hii ya kumtia upofu tu. Kwanza tunaanzia hapo. Sababu tukisema tumuue, serikali ina mkono mrefu. Yaani hiyo tunakamatwa wote. Yaani tukiua, unaanzia wewe, mimi, machawa wangu, tunakwenda. Kula msingi hapo kwanza, sisi tunaanza na upofu. Upofu kila mtu anaweza kupata. Sasa Kagoma. Upofu wa nini? Mimi nilikuwa nataka afi kabisa yule mbwa asimuue. Nataka uliue kabisa. Sasa wewe ngoja. Mwanangu hivi, una ndugu na Israeli? Wewe una utachowaza zaidi ya kuua tu. Mbona haki mnafikiria hapa fupi sana. Mwanzo mimi serikali naijua vizuri na naiogopa. Sawa? Kwa hapo sasa kwanza mpige kuchuma. Kienda nyumbani mpige kuchuma kwanza. Ingine tutajua. Anywe. Usijaribu. Yaani usimpe anywe. Hiyo chukua tia kwenye maji ya kuoga. Usiende na wewe kuoga. Aende peke yake. Alafu ukifika kule sasa yaoga hayo maji. Sababu hakuna binadamu ambaye anaoga bila kujishika kwenye macho. Akijishika tu. Ndishi. Ndio huo yani kimeumana. Umeelewa lakini? Nakuelewa. Sawa, hamna shida. Bye. Halo. Halo. Salamu, habari yako? Safi, kwema. Naongea na Hansi hapa. Nani mwenzangu? Wewe njoo. Utanifahamu tu. Na shida na wewe nataka tuje tuongea. Nipo hapa uwanjani hapa. Haya, dakika 5.
Safi. Umetoka wapi? Nimetoka kwa Shani. Umetoka kwa Shani, ulifuata? Aliniita, kuna kitu aliniita hata tukaongea. Kwa nini hujaniaga? Mimi nimeona umelala, umepumzika afu niambia umechoka. Kwa nikaamua tu nitoke. Ni mara ngapi wanalala kwa niaga kutoka? Nilikuwa sijataka nikusumbue ndio maana. Sawa. Haina shida, mimi natoka ila sitochelewa kurudi. Nimepigiwa simu. Kuna mahali naelekea, sitochelewa kurudi. Wapi sasa? Yao. Natoka mara moja, sitochelewa kurudi. Usielewe baba. Ansi. Baby, karibu. Asante. Unanikumbuka? Sura kama inakuja lakini bado sijakupata kivile. Najua huwezi kunikumbuka kwa haraka hivyo. Wananiita Kayuni. Bado tu haitoshi kunikumbuka kaka? Kayuni Joseph. Hapo sasa umenikumbuka sasa. Tumesoma wote shule ya msingi Rutinda. Kitambo sana. Alafu najua umebadilika. Ni kweli kwa sababu kipindi kile nilikuwa modo kama wewe, lakini siku hizi ni Jibaba, wenyewe wanaita Jibaba. Sasa kaka, mimi nimekuita hapa bwana, kuna shida moja. Kuna tatizo kidogo. Nimeona wewe kama ndugu yangu tushie mawazo kwa sababu kuna mtu amekuja ofisini kwangu akihitaji dawa ya kumuua mtu. Sasa kwa haraka haraka nikaifanya ile kazi, lakini kuna siku alinionyesha picha na kwa bahati nzuri ilikuwa picha yako. Nikasema huyu sio ndugu yangu Ansi huyu? Akasema ndo atakuwa ndo yeye huyu. Basi mimi nikafanya juhudi za kutafuta mawasiliano na wewe, namshukuru Mungu kwa hilo, nikafanikiwa nikapata. Kwa hiyo kaka, nakuomba uwe makini sana. Dunia siku hizi imebadilika. Lakini huyu mtu anaonekana kabisa yupo karibu na mtu wako wa karibu. Na inavyoonekana hii kesi ni kesi ya mapenzi, kwa sababu huyu mtu amekuja kwangu kwa ajili ya kutaka kukuua ili aenjoy mapenzi na mtu wako wa karibu. Lakini bila shaka kaka, umeoa. Nimeoa, lakini Kayuni, jinsi ulivyoelezea, umeelezea kiufupi. Nilikuwa natamani zaidi uelezee kwa mapana, kwa sababu kusema kwamba kuna mtu, basi jaribu basi kudadavua. Alafu swala la kuoa, wewe hauishi mtaani kwetu, wewe umejuaje kwamba mimi nimeoa? Wanasema dunia ni kiganja, mambo yote sasa hivi ni kiganjani ndugu yangu. Sasa kitu kimoja ambacho kimenifanya mimi nikute hapa kukupa tahadhari, kwa sababu yule mtu nimempa dawa, lakini dawa yenyewe ni feki. Hiyo dawa ni kwa ajili ya kukupatia wewe kuwa kipofu. Kwa hiyo katika siku 2 hizi au 3 au kuanzia leo, naomba uwe makini sana na mke wako. Atakuwekea maji, utaenda kuoga. Baada ya siku 2 au siku 1 jifanye kuwa kipofu. Kila kitu utajishuhudia wewe mwenyewe. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini tamanio langu basi hata nijue huyo mtu aliyekuja kuchukua hiyo oda kwako ni nani, yuko vipi? Kaka, kikweli mimi simfahamu, kwa sababu yeye amekuja tu kama mteja na nikaongea naye, nikafanya naye biashara kama mteja. So unajua bwana, utaratibu wetu wa kazi ulivyo, hatuwezi kuchunguza sana kwamba huyu yuko hivi, hamna. Tunampokea vile mteja atavyokuja na sisi ndio tunavyompokea. Ila naomba uwe makini, kwa sababu unaweza kuona kama vile Kayuni anakudanganya, anaongea uongo, ushaelewa sijui. Wewe nenda kaoge hayo maji. Kuanzia leo, kesho, jifanye kuwa kipofu. Utajionea mwenyewe na utakuja kunipigia simu. Mimi nikutakia siku njema. Mimi nashukuru sana. Sawa. Nanipigia simu.
Karibu. Asante. Shoga yangu umepotea. Una siku ya 3 hata kwangu hapa hujaje. Mambo mengi, si unajua tena. Kwa nini hata muda nakosa? Acha story. Sina hata jipa mwenzio, labda wewe. Ni tena nakusaga mapi? Mimi sasa nimeweza mambo yangu kusipata. Mambo yananiendea shoga yangu. Mambo ya Kagoma haya. Mambo gani ya shoga yangu? Hapa ninapokuambia nishapata dawa kumtia upofu wanzi. Na nilimwambia Kagoma yani yanitafutie dawa afe kabisa. Ananiambia huko kumuua jau sijui na nini, watu watajua, tutafungwa. Kwa hiyo nipata dawa ya kumtia upofu. Kwa mimi mambo pambe tuna Kagoma hao. Hivi Aika. Hayo mambo yako utaacha lini? Sasa yani unataka kumuua sijui kumtia upofu kwa sababu gani? Mtu kama umtaki si umwambie tu, akuandikie talaka uende kwenu. Hivi unachokiongea unakisikia kweli hiyo? Haya kwa mfano ukashaniandikia talaka, napanda gari naenda Msololo saizi, si ndio? Sasa unaenda Msololo kivipi? Huyo ambaye anakufanya wewe mpaka umfanyie huyo bwana wako ni shida ni nini sasa? Uko serious na maisha yangu ushakuona. Yaani afu mimi nikishaondoka hii nyumba namwachia nani sasa kwa mfano? Yaani haya yote yanatokea kwa sababu ya hiyo nyumba. Afa mimi nilisi mali ni Kagoma amie huko mambo yetu yaendelee kama kawaida. Leo mimi niondoke nimwachie nyumba. Nimekaaje hiyo kitaalamu navyoona. Muogope Mungu shoga yangu. Haya kama maisha tu tunapita. Unamfanyia hivyo leo mwenzio na wewe unajuaje siku zako za mbele? Itakuwaje? Yaani nishakuona sio kampani yangu. Punguza ushauri kila mtu na plani zake. Leo mimi niondoke eti niachane naye anipe talaka. Shida sio kunipa talaka. Shida hiyo nyumba. Yeye akifa mimi nilisi mjengo huo Kagoma na mimi huo mambo yanaendelea. Haya leo mimi niondoke. Haya mimi nafaidika na nini sasa? Pengine hiyo nyumba ndio inamponza. Pengine singekuwa na nyumba haka ningeondoka tu kama ndio hivyo ningekusanya nguo zangu begi langu kwa Kagoma. Sina hata kushauri shoga yangu lakini tu sio vizuri. Yaani sio vizuri unakoelekea ni kubaya. Sio maisha. Naona wewe naye umeshakosa cha kuongea. Tubadilishe story. Vipi mwana? Safi habari yako? Poa, kama kaa. Poa poa. Nilipokea simu yako mwanangu, alafu ikawa ghafla kidogo, Vipi? Kuna jambo lipo sawa. Ni kweli. Kagoma nataka nikupe kazi. Kuna jambo linanisumbua kuhusu shemeji yako. Kuna mtu wangu wa karibu kanipa taarifa kuwa mke wangu anamchiti. Nimefanya uchunguzi sijajua ni nani anayetoka. Kaa nikafikiria nikushirikishe unaweza kunisaidia kwa chochote kile. Usi swaiba yangu. Basi. Kwanza naomba nikuulize kitu kimoja ndugu yangu. Hivi huyo mtu wako ambaye amekufikishia huo ujumbe kwamba mke wako kuna mtu anatoka naye, alikwambia huyo mtu ni nani? Kwa kweli hajaniambia kwamba ni nani. Na light angeniambia kwamba ni nani, sidhani kama ningehitaji support yako wewe uweze kunisaidia kubaini kweli. Hajaniambia kwamba anatoka na mtu nani. Ila tu nilichoambiwa mke wangu ni nani, kuna mtu anatoka naye. Sawa. Lakini unajua ngombe kitu kimoja. Ni mwanake mtu ajabu unajua. Hivi pale kwako ni kitu gani anakosa? Sababu ukiangalia nyumba ipo ile ya ulisi. Hata kama ni ya ulisi ndio, lakini yeye ndo mwanaume pale. Yeye ndo mkubwa pale. Ina maana yeye ndo mama house yule. Ndio. Alafu mbona nakula vizuri? Naishi vizuri. Una upendo naye. Kwa nini anakuwa hivyo? Unajua simuelewi shemeji anakuwaje. Unajua hawa ndugu zetu tumeambiwa tuishi nao kwa akili sana. Sawa, unaweza kumpa kila kitu. Kampendezesha akala vizuri, akala pazuri. Akatoka na mtu mwingine tu wa uwezo ambao unamzidi kila kitu.
na ndio maana wao waliitwa hao. Umeelewa? Hata kwenye kalamu ya uumbaji waliitwa hao. Tuishi nao kwa akili. Mimi naomba kampani kwa kuwa leo sipo vizuri. Mimi naomba nikuache ila ufanyie kazi. Kinasa. Hata kama unasalia, wewe kama tafadhali kupigia simu. Wewe kocha naye. Lazima ngupigie. Basi mimi nakuacha. Basi fresh ndugu yangu, hamna shida. Kwa hilo mimi nitalishughulikia vizuri tu. Vipi umeleta maji ya kuoga hujanipa taarifa? Yaani mpaka nimefanya kuhisi. Nilikuwa nataka niweke maji kwanza fulani kuite. Oh, sawa. Twende basi kaoga. Mimi sioga, mimi nimeshaoga. Nimeoga nikawa nakuwekea maji huko. Lakini sio kawaida yako. Mara nyingi nimekuzoea kile kupeleka maji tunaoga wote. Mimi niliamka asubuhi sana. Sasa nilipoamka asubuhi sio jeti na uchovu kama nioge nikakocha wewe ulali. Kwa sasa hivi nimeona umeamka ndio nakuletea maji. No, mke wangu anahitaji support yako. Unajua maji yenyewe ya baridi. Soga wote jioni. Anyway, sawa. Napeleke basi kwa. Mbona umenuuna sasa? Hata sijaelewa. Sikuelewi. Na sijakuzoea. Twende, niambie. Ile dawa nishamwekea toka asubuhi, lakini mpaka sasa hivi simsikii kulalamika chochote. Mimi naona yuko sawa tu. Una haraka sana tatizo lako. Unanielewa? Hebu punguza kwanza hiyo pupa yako. Yaani una pupa ya kufika. Tatizo lako una haraka sana. Yaani ni jambo tu la muda mchache. Si leo kenda kazini. Inawezekana leo akirudi kipofu au baada ya siku 2 ikaanza kufanya kazi hiyo dawa. Bwana nimeambiwa hiyo dawa inafanya kazi taratibu. Sawa. Kwa kisha kwa kipofu ndio inakuwaje sasa baada ya? Ina maana hujui. Hapo ninakuwa tuko free. Ni huru wa manyani unakuwa. Yaani tutakuwa tunampita kama jiwe, yuko huku nazungukia huku. Hata simuongeleshe. Viatu mkononi ndani, shughuli inaendelea. Sawa. Kwa huru. Poa. Ngoja mimi niende nyumbani. Kirudi chochote kitakachotokea nitakwambia. Haya, sawa, hamna shida. Nakutegemea. Sawa. Acha mimi niende nyumbani. Ila chochote kitakachotokea mimi lazima nikwambie. Hamna shida mama. Nimekuelewa vizuri tu.
Macho yangu. Shem. Shem. Kulikoni? Unataka na nini? We nani? Mimi mke wake Kagoma. Shem, imekuwa ni ghafla, macho yangu yanauma. Na sasa hivi sioni tena. Kama inawezekana naomba mnisaidie mnifikishe nyumbani kwangu. Kweli Shem uone? Ndio. Shem, pole. Sasa itabidi tukupeleke nyumbani. Itakuwa ni vyema zaidi, naomba mnisaidie. Haya, twende. Naona muda mwingi sana uonekane. Hamna, tupo hivyo hivyo kweli kitambo. Naona au ndo mmefichwa maana vijana nyinyi. Hamna bwana, hamna. Vipi tena? Naona ghafla. Sio hata mimi nikija hapa sikosi jipi. Wacha kama kawaida yako. Sasa jinsi unajua. Twende na kusikiliza. Sanko, nikuja na shida moja. Shida gani tena hii? Maana wewe uhushi shida, wewe kila siku shida. Si unamjua kakangu Ansi? Sasa mimi sikumjua Ansi tena wakati toka tunakuwa yani mpaka hapo mshapofika sasa hivi kwani nisimjue Ansi? Unajua kakangu mnapokaa ile nyumba ya Wisi. Ndio. Na ile nyumba mimi naitaka. Nataka kwangu mimi nataka kumkumbaze yule kakangu Hans. Ile nyumba yuzwe, mimi nipate hela na nikipata hela mimi nataka sipate hata 100 senti tano sipate. Nataka niende mbali mjomba. Mjomba hilo halina shida. Yaani ni jambo jepesi sana kwangu. Yaani ni kitu cha sekunde tu. Yaani kinatimia. Ila masharti yake. Je, utafanikiwa? Yapi haya mjomba? Hapa cha msingi mimi nikuombe kitu kimoja. Kama kutakuwa na uwezekano wa kupata uzi, japo nyuzi yake katika fulana yake au japo shati yake, kama utapata ule uzi ule, basi na uombo ule mmoja. Hiyo unaupata. Alafu la pili nitaomba hata nyao yake. Yes. Yaani sehemu ambayo atakanyaga kwenye mchanga, yaani maana pale anapokanyaga Hilo mjomba limeisha. Mimi pale kwake masaa 24 na yeye. Kwa hiyo jambo mimi nalimaliza. Basi sawa, hakuna tatizo. Kama utafanikiwa hivyo, kila kitu kimeisha. Ila tusisahau kwamba unapochukua mchanga wake ule ufunge kwenye kitambaa. Au kama yani popote ambapo alimradi wewe upate sehemu ambayo nyao yake ipo. Sawa, mjomba hilo limeisha mjomba wangu mimi. Basi mimi nikwambie fanikisha hilo. Ukishafanikisha hilo tu kila kitu kipo sawa kabisa. Haina shida mjomba, hata usijali. Basi sawa, hamna shida. Wewe fanikisha hilo alafu utarudi tena. Na unitafutie na mume niolewe jamani, niolewe. Kwani yani mume hamjamtaka. Ukitaka mume? Yaani dakika 0 tu. Mbona tufiki? Bado mbali sana. Vipi? Mke wangu. Vipi? Mke wangu sioni tena. Macho yangu na sijajua nimepatwa na nini. Hauoni? Sioni tena mke wangu. Kooni kabisa. Sioni chochote kile mke wangu na sijajua shida nini. Kutoka nikiwa mzima. Pole, labda macho sio atakuwa ameingia vumbi labda. Itakuwa sawa. Jamani asanteni. Mimi nashukuru. Haya. Karibuni tena siku nyingine. Asante.
Mampenzi. Baby. Mambo. Poa. Umefanya? Kama basi. Tunakutana wewe hapa. Basi hiyo ni kujikizinga mtu mmoja. Sio kizinga bwana. Mimi tu kama bahati. Niko nyumbani. Yaani huo ulikuwa na wewe kwa ngoma? Oh, no. Haya sawa, nimepokea. Bwana. Leo hii akatoka zetu matembezi huko na rafiki zangu. Wakutana na Shemazi. Yaani katika mazingira nakutana naye. Anahuzunisha kidogo yani, afu anasikitisha pia. Unajua Shemazi haoni. Yaani haoni kabisa. Ndio hivyo. Haoni yani haoni. Mimi siwezi kudanganya. Yaani leo hii. Yaani kawa kipofu. Ndio kawa kipofu. Sasa ina maana ulimkuta wapi kwanza? Nimemkuta njiani anaanza kupapasa njia. Macho yangu. Nini shemu? Yaani hata kunitambua anitambui kabisa yani. Anafanya kuuliza wewe nani? Ni mtihani tu Mwenyezi Mungu basi. Sio mbaya lakini hii inakuwaje haoni? Mipango tu ya Mwenyezi Mungu. Sasa sikia. Mimi sasa ninakupandisha kujua. Naenda huko kwake. Nitapitia kwake nenda kumwangalia. Kwa hiyo kama unaenda bondeni huko si nyumbani huko haya. Fungue kwa pale ambapo siku zote nakaa. Naona pajua. Haya. Ila sasa sikia. Angalia sana basi unapoweka funguo, angalia huko kama mchana. Sio kaweka afu masera, mimi nakana masera pale. Akaona afu akata mambo mengi unajua. Sasa masera zako wenyewe wanakuibiaje? Baje, godoro lakini nimenunua shilingi unajua 700,000. Nilipoona ndo na vie dogo. Sio unaelewa? Sawa. Sasa sikia, shika tambo yako. Hilo kalitie chai. Umeme upo. Unakosaje? Hata kama nimeweka wabuku weka pale. Haya sawa. Ila unarudi saa ngapi unakwenda? Huku ninapofika tu kwanza pale nitamshangaa Sharubu kidogo tayari nitapita mazingira yangu. Nitamshangaa Sharubu tena? Naenda kumwangalia mgonjwa bwana. Sasa, hicho Kiswahili. Si unajua tena vijana ndio shida yetu. Niangalizie simu yangu ilikuwa inaita, sijajua alikuwa anapiga nani. Imepigwa muda gani? Ilikuwa inaita. Carlo alipiga. Basi nangu. Jamani, karibu. Jamani, hizo huyo. Wow. Mzima. Mzima kabisa. Karibu ukae. Haya. Vipi kakaki? Kaka. Naona umenifanyia surprise wifi yangu. Kaka. John. Abe? Anazungumza ni mdogo wangu. Ndio faulu. Wifi yangu sijui hata naanzia kueleza hili swala. Unajua juzi wamemleta hapa Ansi, watu wamemshika huku na huku, nikajua kama ni masiala. Anasema mimi sioni sijui na nini. Nikajua labda macho yameingia kitu chochote hivi atakuwa sawa. Nashangaa kuanzia juzi jana na leo yuko hivyo yani haoni kabisa. Na umechukua jukumu gani baada ya kuona hii hapa? Kwa tujafanya chochote. Na sielewi yani hata nilikuwa yani nimechanganyikiwa kabisa, sielewi tunaanzia wapi tutaishia wapi. Bora tulivyokuja wifi yangu. Usijali. Chomo nimekuja kusikia. Ni jambo tutamaliza. Mimi naogopa hivi. Wewe usijali. Mimi nitalishughulikia. Unajua sasa hali imeshakuwa mbaya. Aendi kazini, afanye chochote. Mimi nimefika tu sasa hivi mpaka chooni wakupeleka. Hilo limeisha. Sasa ngoja nikakuwekea begi lako ndani basi. Haya. Ngoja kwanza.
naomba kujua kitu kimoja. Maana kuna chawa wangu leo kaja kunipa taarifa bwana, sijui Yansi haoni macho. Sijui Yansi alikuwa anahangaika na barabara tu. Yaani inaonekana kwamba dili kama limekamilika hivi. Nithibitishie wewe sasa kwa mdomo wako. Ni kweli au? Sasa ni swali ni jibu. Kwanza umeshatiki tayari. Dili gani? Sasa tunaishi kwa amani sasa. Amani inatoka wapi? Nini tena? Si mdogo wake kaja. Mdogo wake kaja? Tena sio kaja kusalimia, kaja na begi. Anavyoonekana yule sio kuondoka leo la kesho. Sikia. Basi hilo lisikutie matatizo kabisa. Yaani lisikutie mashaka kabisa. Hilo. Unajua kwa nini? Tumemwezaje kaka? Tumshindwe yeye bwana mdogo. Kwa yule naye tunamuingiza kwenye mfumo naye. Sawa? Tutajua jinsi ya kumdhibiti na tutajua tunafanya nini. Hatusumbui hata kidogo. Sababu mchongo wetu si haujui. Sawa, mchongo huu, lakini sasa huo ambao tulikuwa tunautaka tuwezi tukaupata tena. Si kama vile tena yupo nyumbani utakuja saa ngapi? Huo unaupata saa ngapi? Afikiria hata kutoka pia itakuwa mtihani. Ndio hivyo, mara umetoka kidogo hivi kwa pisi nini kidogo kapiga simu sasa. Unaona hapa dili imekuadilisha. Ngoja, umesikia? Kwenye mipango yangu yule hawezi kufelisha. Mimi nitajua jinsi gani ya kumshughulikia. Sawa. Kwa namba hiyo amani ulianza nayo wewe hivyo. Sio kajitia stress tena nini mtoto mdogo yule. Yule mdogo sana kwa mipango yetu. Mipango yetu si ni mikubwa kuliko umri wake. Huko ulikuwa unaelekea? Naenda bandani kwa Mama Stella kwenda kuangalia supu mara moja. Sawa. Unajua kaka, tangu nimekuja hatujaongea chochote kuhusu. Kwani ile tatizo lilikuwa? Fauzia, mimi nilikuwa tu barabarani nikitembea katika mihangaiko yangu ya kila siku. Lakini tu ghafla macho yalianza kuniwasha sana. Kuuma. Ndipo tatizo hili. Basi, tupeleke hospitali au hata kwa mtaalamu kwa mganga akatibu. Sawa. Fauzia, unajua nini? Mimi nimeanza kuona jua kabla yako. Kabla hujafa hujaumia. Hawezi jua Mungu wangu kanipangia nini. Kwani siku zote maisha ya mtu yanapangwa na Mwenyezi Mungu wake. Pengine mimi ningeona zaidi, yangenipata makubwa zaidi ya hapo navyoona. Maisha yangu ndo anajua Mwenyezi Mungu wangu. Nitakuwa sawa kwa Fauzia. Kama wakupona mimi nitakuwa. Basi sawa kaka, haina shida. Sasa huko unakwenda nitajua. Ninapoelekea nitafika tu Fimbo hicho. Kwani bado mbali sana? Hamna sio mbali, lakini je kupotea? Hapana. Nikikutana na watu pia nitaulizia. Ila tu sitachelewa kurudi. Haya sawa.
Kagoma. Nashukuru sana ndugu yangu. Nashukuru sana. Nipo chini kwa Mama Stella nilikuja kunywa supu. Kwa sasa nipo njiani narudi. Haya sawa. Tuko pamoja. Simu yangu. Wewe rudisha simu yangu. Simu yangu. Mwizi! Naomba urudishe simu yangu uliyechukua simu yangu. Rudisha simu yangu. Natoka kidogo ifi yangu. Mbona ghafla? Alafu natoka kidogo na nahisi kesho au leo jioni naweza nikarudi. Unaenda wapi? Kuna mambo yangu naenda kuweka sawa na nafuatilia hapo. Kwa naenda hivi jioni naweza nikarudi au kesho. Sasa ndugu yangu, ina maana mimi ningechelewa kidogo pasiki. Wewe umeanza si mzipo udugu jamani, ningekupigia. Vipi mtu huyu? Yaani tangu asubuhi alikuwa nimekutana naye kule. Ananiambia aenda kunywa supu sijui kwa mama nani yule mpaka saa hizi hajarudi. Sawa, fanya urudi basi shoga yangu. Maana si unajua tena shaza tunakaa ndani tunapiga story. Sasa nawe ndio unaondoka tena. Haya tu. Nitakuweka ukae chini kabisa sehemu ambayo yana kiti cha kukalia. Nilitoka mara moja. Nilielekea kwa Mama Stella kwenda kunywa supu. Kwa Mama Stella wewe uliendaje na sasa hivi umerudi vipi? Wakati wa kwenda alinipa support mdogo wangu kwa Uzia. Lakini pia wakati wa kurudi Mama Stella alinikabidhi mtoto. Nahisi kafika mpaka hapa. Muda sio mwingi hapa, labda tu sema hujabahatika kumuona.
Vipi? Kagoma kafika hapa? Kagoma alisema anakuja. Kanipigia simu muda sio mwingi. Nikajua mimi tayari kashafika nyumbani. Mimi sijamuona. Alikwambia anakuja. Tuachane nayo haya. Sawa, Fau pia katoka. Kaniambia kuna sehemu anaenda kati ya leo au kesho anaweza kurudi. Sijajua sasa kaenda wapi, ghafla tu. Sasa mbona imekuwa ghafla? Na hajakwambia kaelekea wapi? Hata sijui kaenda wapi. Yaani mimi mwenyewe nimetoka kwenye mambo yangu nimekutana naye hapo mlangoni. Yaani ina maana ningechelewa kidogo ningekuta shamba. Sawa, haina shida, nimekuelewa. Kikubwa ni kumwombea tu kwa Mwenyezi Mungu anakoenda aende salama. Pia kama atafanikiwa kurudi, arudi salama. Hapana, sijala. Kama kuna chakula, wewe nipatie tu. Maana hata huko kwa Mama Stella, nimekunywa supu peke yake. Anko, yaani hapa nilikuwa ndo natoka hapa. Si unajua jioni tena hii. Anko, mguu wangu nipe mwenyewe. Nilikuwa nakufuata wewe. Sasa naambia mguu wangu. Sasa ndio kwamba nipe mwenyewe. Leta habari ya mjomba wangu. Basi sawa. Kwa hiyo kila kitu kiko fresh. Haya, toa nione. Basi mimi nikwambie sawa, kwa sababu sasa hivi nina safari, ila kila kitu hapa kimeisha, ila hapa kuna baadhi ya vitu lazima nitengeneze, niweke sawa, kuna dawa nichanganyishe ili kila kitu kiwe vizuri. Kwa hivyo wewe nenda, alafu mimi nitakupigia simu uje ufuate, hata japo kesho, lakini kwa leo sifikiri kama itawezekana, kwa sababu nina safari ya muhimu sana. Jomba, hilo limeisha. Basi sawa, hamna shida. Wewe nenda tu mjomba wangu. Basi sawa mjomba, mimi ngoja simpe hivi nichape kidogo shortcut. Acha kwa shortcut hizo. Sawa mjomba bwana, karibu. Mimi ndo nimekuja kukuona, sababu tangu nipewe taarifa sikuja sababu ya mambo yangu mengi, ila sio vibaya kuja kutembelea kwa muda huu. Najua hakuna kilichoharibika. Mimi nashukuru sana Kagoma kwa ujio wako kuja kuniona. Mimi pia natambua kwamba wewe una majukumu yako, ila tu unapopata nafasi kama hii usisite kuja kunisalimia rafiki yangu. Hichi kipindi ninachopitia ni kigumu, lakini nitakuwa sawa tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sawa, hamna tatizo. Shemeji, kwani hii ilimwanzaje huja? Yaani kama masiala unajua. Sababu niko zangu hapo nafagia. Ghafla kaja mwanamke wako na wenzake wawili. Nauliza vipi leo tumemkuta shemeji huko barabarani anasema macho yanamuuma aoni. Mimi nikajua kama masiala ndo nashangaa mpaka leo yuko hivyo. Na sawa. Ni mipango tu ya Mungu. Mipango tu ya Mungu. Kwa ndugu yangu usikate tamaa.
usikate tamaa, usijisikie vibaya, sababu Mungu ndo amependa iwe hivyo. Kwa hiyo nikutakie tu kwamba uwe huru, uamini kwamba Mungu ndo ametenda yote haya. Maana ingekuwa ni mkono wa binadamu angeumbuka. Huyo ni Mungu mwenyewe. Mimi nashukuru sana rafiki yangu, na imani haya yote yatapita tu. Sawa, hamna tabu. Pole sana shemeji, usikate tamaa. Unabidi ujitahidi kwenye kumwombea, kumpeleka baadhi ya sehemu ambazo anaweza akapata afueni kidogo, zile afueni zile, kuna mpeleka. Ni kweli naweka kama kwa sababu ni mtu wako wa karibu, afu unamwambia. Unajua mimi napitia mitihani sasa hivi, mambo mengi hapa, ni kazi ya nyumbani, kumwangalia yeye, hivyo vitu vyote vinakosa. Kwa kama wewe siku moja unapata nafasi unakuja kumwangalia, unamchangamsha, hata muda mwingine unamchukua naenda naye barabarani kwa mnatembea kidogo, ana refresh mind. Hamna shida, ndio maana nampeleka tu. Hata saizi kwenyewe kama atakuwa na muda tunaweza tukaenda. Kampeleka tu kwa barabarani, tukaenda kuzurura. Kwa sasa hivi afya yangu sio nzuri kivile, ila sio mbaya kama nikipumzika tu, narudi kupumzika, ila siku nyingine kama ni kesho au kesho kutwa tutaenda kutembea. Poa. Hamna shida. Na mimi mwenyewe ndo nisha nani hapa, bidi niondoke kidogo. Twende tu ndugu yangu. Basi sawa. Nyanyuka tu. Kwa hiyo Kagoma ndio ilikuwa hivi. Na hata hii hali yangu unayoiona hii, kama tulivyozungumza, sio hali ya kawaida. Ile issue niliyokuambia, niliyokuelezea kwa asubuhi. Kwa hiyo wewe kama rafiki yangu, mimi naomba unisaidie. Sababu mimi sina mtu mwingine ambaye ana ukaribu na mimi zaidi yako wewe. Nilikuwa nataka nikuombe kitu kimoja. Ujaribu kukaa karibu na familia yangu, uweze kubaini kwamba nani yuko nyuma ya hili, kwa sababu kama unavyoona hali yangu mimi sina ujanja tena. Labda mtu wasiwasi yangu, mtu mashaka kabisa kwenye hilo, sababu naamini kwamba mimi nipo kwa ajili yako, nami ni familia yako pia. Kwa hiyo mimi nitapambana kwenye hili, sitochoka kuja, maana nyumbani kwako na kwangu ni karibu sana. Hakika ukizingatia kwa sasa mimi sina kazi, msemi kabisa. Ofisini kwangu kijana yule ambaye atakaa pale, kwa nitakuwa na muda mzuri sana wa kutumia. Nitajitahidi kuangalia baadhi ya tabia za shemeji tofauti ambazo ninazozifahamu na nisizozifahamu pia. Kwa nikote tu wasiwasi kwamba nipo kwa ajili yako, kwa mimi ndo macho yako sasa. Mimi nashukuru sana kusikia rafiki yangu. Sitokupeleka mbali sana Kagoma. Mimi naomba niishie hapa, nikuache endelee na majukumu yako ya kila siku. Hapana tatizo, lakini labda nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Unajua kwenye mpango wa Mungu hakuna mtu anaweza kukataa, si wewe. Hakuna anayepangua. Hakika.
Inawezekana ikawa ni Mungu mwenyewe ameamua kupitia katika hiyo changamoto, sababu wanasema kwamba kama Mungu hajataka haiwezi. Mpaka imekuwa basi Mungu amependa wewe hivyo. Kwa usije ukakata tamaa kuja kusema kwamba labda hivi na hivi. Mungu ana nguvu sana. Inawezekana ipo siku moja ukawa unaona tena. Ukuzaliwa hivyo. Mimi nashukuru sana rafiki yangu kwa usaidizi wako. Mimi nitakuwa sawa. Nitakuwa sawa. Nitakusaidia. Haya, sawa ndugu yangu. Acha mimi niende basi. Kaendelea na mambo mengine. Sawa. Wakati mwema. Sawa, naomba nikurudishe basi kwanza. Hilo usipate shida kidogo. Kwa sababu tayari nishaanza kuzoea mazingira. Nitafika tu. Nitoe wasiwasi. Unataka kuniambia kwamba unaweza kurudi mwenyewe? Nitarudi. Hata usijali kabisa. Haya, sawa ndugu yangu, hamna shida. Basi kila la heri. Karibu. Umelala? Jamani. Poa, naona leo umenipigia mapigo mengine. Sijakuzoea hivyo. Jamani, kawaida siku moja moja, si unajua tena. Niambie. Shoga yangu hata sikai leo. Nimekuja na shida kibao. Nimeona tu msaada ni kwako. Yaani shoga yangu kikwambia nina maisha magumu sasa hivi, si unanielewa hata kumiliki 5,000 tu ndani ya akiba sina. Shemeji yako toka kaanza kuugua ndugu yangu. Aendi kazini afanye chochote. Hapo unavyoniona kama mpumbavu. Sina mbele wala nyuma. Basi tayari umefika. Shemeji. Sasa hizi. Kwema. Mgonjwa wako hapa. Haya, asante. Hapa. Mimi nashukuru sana mdogo wangu. Sawa. Poa, basi ngoja mimi nijichenge hivi. Tukiana mida ile. Asante, shukrani. Mke wangu. Abe. Habari yako? Salama, nipo na Shani hapa. Shani. Shemeji. Ni muda mrefu hatujaonana. Vipi hali yako? Mimi naendelea vizuri. Mwenyezi Mungu ananisaidia. Niko salama. Pole kwa matatizo. Shemeji, kabla hujafa hujaumbika. Ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio hivyo shoga yangu. Mimi ningekuwa nayo ningekupa tu. Ila mimi sasa hivi hali yangu sio nzuri. Najua ndugu yangu. Sawa, haina tena jinsi. Mke wangu. Abe. Kwani kuna shida gani? Shani alikuwa na shida na 5,000 ni mwazini. Sasa mimi hapa ninapoona sina hata hela hapo. Mke wangu, si umsaidie tu. Sasa mimi ningekuwa nayo nikiacha kumsaidia huyu ndugu wangu, si ningempa? Asante ndugu yangu. Shemeji, asante. Usijali shemeji yangu. Sawa, japo najua una matatizo, lakini na mimi pia nina matatizo kidogo nimekuta. Pole sana shemeji. Kwa shoga yangu. Basi ngoja niende, nitarudi jioni kama nitakuwa na nafasi. Kwa hiyo leo nailipa lini? Nipe hata siku 3 tu nitarejesha. Mimi nakuamini unajua. Hamna shida ndugu yangu. Poa. Shemeji, baadaye. Sawa shemeji. Kwaheri. Wewe ndio baba Huruma, si ndio? Au mwenzetu tuna hela nyingi sana. Kwani mke wangu, huyu si rafiki yako? Kwa kama ni rafiki yangu, kama mimi ndio rafiki yangu nimeshindwa kumpa, wewe ni nani yako mpaka unampa? Sasa hiki hapo nimekosea nini? Umekosea kumpa hela bila idhini yangu. Nilikwambia umpe hela. Kwani mimi mimi unavyoniona huko ndani nakosa 5,000 ya kumpa? Lakini tambue ni binadamu kama sisi. Binadamu? Tu binadamu ni mtu wetu wa karibu. Sisi mtu wetu wa karibu.
Cheza. Naomba simu yangu. Blaza, unaona? Hili ndio jibu lako. Na naomba iwe siri yako. Simu yangu mimi ni muhimu sana kwa sababu na watu wengi sana wa kuwasiliana nao. Na kama utakuwa umeshauza simu yangu, basi naomba unipatie line yangu. Blaza, kiukweli simu yako sina. Lakini line yako ninayo. Unayo hapo? Ndio, niko nayo hapa. Na blaza wanachanganya vipi upo katika hali hii unaona, alafu tani watu wote wanajua kwamba wewe ni kipofu. Hauoni? Nipatie kwanza line yangu. Cheza. Blaza vipi? Laini nimekupa. Simu nishauza, nimekwambia simu nimeuza. Shida nyingine vipi? Sawa. Mimi najua simu yangu umeuza, lakini mimi na mazungumzo na wewe tofauti na mazungumzo ya simu. Unaweza kujiuliza ni kwa sababu gani kwamba blaza anaona, lakini watu wote wanajua kwamba mimi sioni. Huu ni mpango mkakati ambao nilouandaa mimi. Kuna kitu tunakifuatilia. Nikishafanikiwa nitakwambia kwamba kwa sababu gani niliamua kufanya hivyo. Blaza, bisikia. Wewe kama unaona kama uone fresh, kuna shida gani? Mimi niache niendelee na harakati zangu. Vipi? Sawa Teza. Ila mimi nilikuwa natamani sana uwe kiongozi wangu, uwe mtu wa kuniongoza. Kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba mimi sioni. Ukiwa unaniongoza wewe ndio watazidi kuamini kwamba mimi sioni. Sikia bro. Mimi unavyonijua, unavyoniona ni mtu wa kuforce. Muda wote nakaba, muda wote natapeli vitu vya watu. Kwa hiyo unavyoniambia niwe mlinzi wako, sijui nikuongoze vipi? Mazingira msosa mimi ndapata wapi? Swala la kuforce mimi nitakuzingatia. Kwa sababu unajua katika kuforce kwako sio kwamba kila siku ukiforce unatoka na 100,000 au milioni. Hapana. Ila kuhusu vitu vidogo vidogo mimi nitakuzingatia. Nikutoe wasiwasi. Sure. Namaanisha. Kwa hiyo kama utakuwa tayari kuanzia sasa hivi, wewe unaniongoza. Mimi nitakuwa nakutoa chochote kitu. Blaza, mimi mchai kwangu ni hapa. Ila naomba iwe siri yako. Safi, basi hivi. Safi. Wewe mbona ubadiliki? Mzigo. Zimetimia. Yes, zimetimia. Inawezekana zikawa zimezidi kabisa. Lakini umechelewesha sana pesa. Umechelewesha pesa kutokana na mazingira. Nahisi mwenyewe unaelewa mazingira ya pesa yalivyo. Kwa hiyo niko nyakati ya kuiunga mpaka pesa imefika. Pia kutokana na kazi yangu umefanya vizuri. Nimewekea na bonus huko ndani. Kwa hiyo pesa imefika. Hongera kwa kazi yako. Sawa. Lakini siku nyingine tunapofanya kazi, make sure usije ukachelewa tena kuleta pesa. Lakini kikubwa umetimiza ahadi yako. Sawa, usijali. Kutokana nilishakwambia kabisa kwamba unapofanya biashara na mimi, basi toa wasiwasi kuhusu pesa. Pesa ni jambo la kawaida sana. Kikubwa tu kazi yangu ni huwa mimi mtu akijizingua tunazingua. Kwa hiyo sipendi dharau kwenye kazi yangu. Umefanya kazi yako vile.
Kwa hiyo nakuhakikishia kwamba mimi nitakuwa dalali wako mzuri sana kwa kupigia deni kwenye biashara zako. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji huduma kama ya kwangu, pia nina kazi nyingine nitakupa, na sio kwa muda huu. Sawa, kikubwa pesa ipatikane. Hakuna shida kwenye pesa, hilo ni jukumu langu nalifanya. Sawa, karibu tena. Okay, kwa muda mwingine. Shemeji Yansi. Cheza mambo. Poa vipi? Fresh. Shemeji hali yako? Nani mwenzangu? Mi Shani. Shani. Salama. Habari yako wewe? Mi naendelea vizuri. Mimi pia naendelea vizuri. Niambie Shani. Hata hivyo mguu ulikuwa unaelekea kwenu. Naona ni vizuri zaidi kama tumekutana tu hata hapa barabarani. Haina haja tena kufika kwako. Sawa sawa. Hata hivyo hakuna ubaya kwa sababu rafiki yako nimemwacha nyumbani yupo. Kwa hiyo hata usijali, yupo utamkuta. Mimi tu nitaishia hapa shemeji, kwa sababu shida yenyewe naona tamalizana tu na wewe hapa, kwa sababu nilikuwa naleta ule mzigo. Unakuja kwa lazima ile juzi. Unazungumzia ile hela nilokupatia siku ile? Shemeji. Shani, hapana, usijali kwa sababu unajua sisi ni binadamu. Haimaanishi kwamba ukinisaidia mimi basi ndio unirudishie kile ulichonisaidia. Mimi nilikusaidia tu kibinadamu. Kwa hiyo tumia. Kuna kesho na kesho kutwa naweza nikawa na shida mimi nikaja nikakuazima. Sio kwamba nikurudishie, hapana. Sisi ni majirani, pia wewe ni shemeji yangu, rafiki wa mke wangu. Mimi nilikusaidia tu utimize shida zako na sio kurudishiana kama unavyowaza. Jamani shemeji, hapana kwa kweli. Naomba tu upokee hii hela kwa sababu yani shida yangu ambayo imenisaidia, afu pia na wewe una matatizo shemeji. Shani, nielewe ninachokizungumza kwa sababu matatizo ni matatizo, ubinadamu ni ubinadamu. Si unanielewa? Sawa shemeji, basi mimi nashukuru. Sawa. Mimi naelekea kwa Mama Stella mara moja. Tutaonana wakati mwingine kama Mungu atapenda. Haya, asante. Haya, teza baadaye. Haya, poa baadaye. Haya. Wifi huyo? Kama kawaida yako. Vipi tena? Yaani unaondoka uwagi? Ndio hivyo bado ndugu wangu, mambo mengi. Si moja ina salia ndugu yangu. Sana tu wapi? Hapa amenichachia hatari. Ndio story. Fresh au kulikuwa unaenda wapi? Mama mguu unaona kutoka. Mimi naenda sokoni hapo shoga yangu. Unajua tena muda wa kupika saa hizi, nende nikatafute mazaga nje kupika. Haya vipi kakangu yupo ndani? Kwa nini sasa kaenda kwa Mama Stella shoga yangu? Maana yani muda wote anashinda huko. Wewe Mama Stella yake. Haya bwana, ngoja ni basi ningeenda nikabadilishe nguo ngajimwagie maana ile joto. Poa. Haya. Kama atakuja kaka yako tamwambia mimi nimetoka. Haya poa, haina shida. Kaka huyo. Karibu. Fauzia mdogo wangu. Karibu kaka. Tupo.
yapi kwani? Kwa Mama Stella. Nawe na mastela yako kakaangu wewe. Karibu. Unajua Mama Stella anapenda kupika supu na mimi mlevu wa supu. Sasa ndio namwambia wifi naye akupikie jamani. Karibu. Hapa si pananifaa kukaa? Kwani unakaa nje ndani? Nataka nipumzike hapa nipate hewa kidogo. Haya basi kaa. Samahani Teza, nimekuita hapa na maongezi na wewe. Kama ikiwezekana, naomba unisaidie kunikutanisha na Hansi. Nina shida naye. Hansi? Una shida gani kwake? Nina maongezi naye tu marefu, ni muhimu. Kwa nimeona kwa sababu ni mtu wake wa karibu, mara nyingi nakuona naye, ukiwa unatembea naye, kwa nikaona nikuombe kama itawezekana unisaidie kukutana naye. Sikia, yule ni mume wa mtu. Na alafu mimi siwezi kufanya tu yani kwamba kila mtu akitaka kukutana naye nimkutanishe tu nimpeleke na nimkutanishe. Hicho kitu natakiwa nikae kwanza nifikiria na alafu unieleze kwamba unaenda kufanya nini kule. Teza, mbona kama unaenda mbali? Sawa wewe ni mume wa mtu lakini mke wake si rafiki yangu mimi. Sasa nitaweza kutembea na shemeji yangu? Sasa kama ni mume wa rafiki yako, wewe unashindwa kwenda nyumbani umwambie una shida ongea naye pale pale. Hii ni maongezi tu muhimu na shida naye. Kwa yani nahitaji kuonana naye tofauti na pale kwake. Sikia. Kwenye hilo hapo alina shida kwa sababu mimi ndo mtu wake wa karibu sana. Niko naye karibu kila wakati na muongoza huko na kule. Ila ningependa kukuambia kitu kimoja. Mimi kupoteza muda wangu kutoka hapa kumfuata kumwambia kwamba una shida naye. Unajua muda ni hela, muda ni pesa. Haujaelewa? Nimekuelewa. Kwa hiyo mimi nachotaka kutoka kwako, mimi nataka kama vile 10,000 hivi au funga ngapi uangalie mwenyewe unajibalance vipi. Sawa? Sawa Teza, mimi nimekuelewa. Kuhusu hela usijali, ila tu yani ninachokitaka unikutanishe na huyo Hansi. Poa, haina shida. Kuhusu hela hapo limeisha. Lakini nimwambie kwamba mnakutana wapi? Sio mazingira ya mbali sana. Na hisi hata pale tu uwanjani panatosha. Kama mida ya jioni hivi. Naona kama vile itakuwa ni ngumu kwa sababu wewe ni binadamu, unaweza kutoka saa fulani ukaenda ukakosana hivi. Vipi kama ungeniandikia namba yako, nige namba yako. Ili hapo nikikutafuta nisipokupata itakuwa wepesi kunalia. Itakuwa wepesi kukupigia simu afu nakupata. Yeah. So namba beo hii ni ya kwangu hiyo. Sure. Basi poa, kuhusu hilo hapo limeisha. Sawa basi fanya hivyo maana nina shida naye muhimu. Hapo. Haya basi baadaye. Sawa. Kayuni. Toka siku hiyo niambia lile swala. Baada ya siku 3. Mpaka sasa hivi unapoona hivi naishi na miwani, natembea na fimbo. Sasa nimefikia stage mpaka hata riziki zangu sasa imekuwa ngumu kujitafutia. Ndio maana nimeamua nichukue nafasi hii kuja kuzungumza naye alau nipate ukweli. Niambie tu moja kwa moja indirect kwamba mbaya wangu ni nani. Kaka, utakii kuwa na haraka. Lakini
wenyewe wanakuambia mambo mazuri hayahitaji haraka, kila kitu kinahitaji subira. Tatizo lako Hansi, una haraka sana. Yaani unajua inafikia wakati haraka haisaidii. Sijui unanielewa? Mimi nakuelewa vizuri sana. Nakuelewa vizuri sana. Lakini pia hicho ulichoniambia siye kuona badiliko lolote wala mchezo wowote ule nyumbani kwa mke wangu. Ila tu kuna picha fulani ambayo unaoiona kwa mdogo wangu Fauzia, mambo ya shirikina. Nakumbuka kuna siku moja nilikuwa naelekea kwa Mama Stella. Alikama alinisindikiza fulani, alipofika nilipokachota nyayo, achukua na uzi, yani uzi kwenye nguo yangu fulani kachomoa. Ndio michezo ambayo unaoiona. Lakini kuhusu wife bado, ndio maana kinaniumiza. Kwa nini usiniambie tu? Kwa sababu mpaka sasa hivi unavyoona kuna mtu namlipa kwa ajili ya kumtongoza. Nisikilize. Unajua adui yako ana mbinu sana. Au adui huwa ana mbinu nyingi sana. Lakini kuna siku atakuja kujisahau na kufanya mistake. Unajua jambo zuri inapendeza zaidi wewe mwenyewe ukalishuhudia. Nakuelewa. Kwa sababu mimi naweza nikakwambia lakini usiniamini. Ndio maana nataka wewe mwenyewe ushuhudie. Yaani wewe mwenyewe ujionee ni nani adui yako. Kuwa mvumilivu. Fanya subira. Kuna siku adui yako atakuja kufanya mistake. Sawa Kayo. Kuelewa kama nilivyokuelewa mwanzo. Mimi nitazidi kufanya hivyo, lakini next time basi nikichoka naomba unitue huu mzigo, niambie ukweli, nifumbue. Unajua ukaa na fumbo mzee mwenzangu, nahitaji ujasiri fulani. Ni muda mwingi sasa hivi naigiza tu. Usijali. Kuwa mvumilivu. Kila kitu kitakaa sawa. Halo. Teza. Nimeshafika hapa uwanjani. Aya, poa, nawasubiri basi. Aya. Oh, Shani. Mambo? Poa, inakwaje? Freshi. Vipi hapo? Poa. Shemeji? Habari yako shemu? Salama za asubuhi. Safi za asubuhi, wewe? Nzuri. Ndio. Sasa jamani, mimi naona kabla sihusiki hapa. Toka au vipi? Sawa, tupishe tukaa pembeni mara moja. Poa. Blaza niko pembeni hapa. Sawa. Shemeji. Shani. Samahani kwa usumbufu. Sawa. Mimi nilikuwa na maongezi na wewe. Ni muhimu sana, ndio maana nikahitaji kuonana na wewe tofauti na nyumbani kwako. Kwa hata nitakapozungumza na shemeji, simwambie tu mke wangu. Mimi nikutoe wasiwasi shemeji yangu, kwa sababu tayari nishaitikia wito. Nimefika mahali hapa, lakini kidogo na maswali najiuliza kwamba nimeongezea ni hayo ambayo tuyafanyie huku, tungeyafanyia tu nyumbani, kwa sababu mke wangu mimi ni rafiki yako. Ni kweli shemeji, hata hivyo naona kama vile tutazungumza siku nyingine, kwa sababu mke wako yuko hapo nje na anakuja. Kwa hiyo siku nyingine pia nitakuelezea. Mke wangu anakuja? Sawa. Lakini vipi hali yako shemeji na kwa sasa? Shani, mimi naendelea na kuangalia mazingira, nimeshayazoea sasa, ndio kama unavyoona kutembelea filamu. Upo kama nyinyi tu mnaona. Mambo haiko mabaya. Mimi niko katika huko naelekea huko chini, kwa nimekutana na shemeji hapa, nitaka kujulia hali yako. Julia hali, mnaonekana mmesimama hapa, kuna kitu mlikuwa mnakiongea, nasema namjulia hali. Ungekuwa unataka kumjulia hali ungekuja nyumbani. Ndio unajua kwamba huyu kaja kumjulia hali shemeji yake. Hapa tena huku sehemu, yani sehemu zilizotulia kama hizi. Sasa mke wangu, ubaya uko wapi? Mimi nilikuwa natoka kwa Mama Stella na Teza. Natuona
akatuita hapa, tulikuwa tunazungumza naye, na kipengele kikubwa nilikuwa namkumbushia kile kipande changu. Sasa kosa liko wapi? Wakati wa kukopeshana ilikuwa inanihusu. Tena mimi ndio nilifuata, sio wewe. Ila sasa hivi wakati wa kulipana mnajifanya mnaitana vichocholoni, si ndio? Lakini kumbuka hela nilitoa mimi. Kwenye jukumu la kumdai ni mimi. Alikufuata wewe, ulinifuata mimi. Na maana bila mimi ungemkopesha huko. Basi naomba yaishe mke wangu. Basi mimi ngoja niwaache. Sawa. Haina shida sana. Utanipa hata siku nyingine. Vipi hapo? Poa, wewe niachie mimi naenda naye nyumbani mwenyewe. Teza. Naam. Haina shida mdogo. Kwa kuwa shemeji yako kaja, utanipeleka nyumbani hata usiwe na wasiwasi. Hapo. Nikifikaje nitakupigia simu. Poa. Baadaye. Poa. Mimi mingine ovyo kabisa. Hapo ndo macho una kazi kuzurura. Ulikuwa unazurura, ulikuwa unaenda wapi? Basi bora ungekuwa unaenda kufanya vitu vya maana, unaenda kuongea na Shani. Wewe unaongea naye nini wewe? Ulikuwa unaenda wapi? Mke wangu si umeongea lakini. Kuongea kuhusu nini? Yaani wewe sasa imefika hatua hujaona wanawake wengine huko mtaani mpaka umtongoze rafiki yangu mimi, si ndio? Mlikuwa mnaongea nini pale cha maana muda wote ule? Tena mmekaa chini ya minazi wenyewe mnapunga upepo. Tukalaze, alafu naambia tulikuwa tunaongea masuala ya hela. Unacheza na akili yangu, si ndio Hapana. Haikuwa hivyo, ila nilikuwa namkumbusha kuhusu hela yangu, na hakuna mazungumzo mengine ambayo yalikuwa. Eti hakuna mazungumzo mengine yalikuwa yanafutika pale. Kwa hiyo mna mazungumzo mengine alivyokuja hapa kukopa hela mmenishirikisha. Ila kwenye kulipana ndo hayanihusu, si ndio? Basi naomba unisamehe mke wangu, nimeteleza. Eti nimeteleza, ungeanguka kabisa fuoni ninachokufanya. Yaani ndo ningekukuta pale unafanya upumbavu wewe. Yaani kwanza wewe mwanaume hivi wanawake wote mtaa mzima ukawakosa, sasa ndo mmeamua sasa utongoza na rafiki yangu, si ndio? Ili watu mimi anioneaje yani huko mtaani. Na kwa sababu neno msamaha limewekwa, basi mtu anakosea makusudi, nitamuomba msamaha. Wewe tutaona na wabaya huko ndani. Endelea hivyo. Niambie, kwani imekuwa ghafla sana? Kagoma mzee, hata sielewi, nimechanganyikiwa. Hivi unajua nilimshirikisha Shani kuhusu ule mpango wetu wa kumpofua Hansi macho. Sasa na leo asubuhi nimekuta wamekaa sehemu wanaongea. Na yule Shani mwenyewe anavyoonekana kama kaanza kunigeuka, so yani hayupo pande wangu kabisa. Sasa hapo ndo naanza kupata mawazo sasa. Vipi kama akimwambia ukweli Hansi? Aika. Ndio umefanya nini sasa? Umefanya nini? Kwani mimi na wewe tuliambiana vipi? Hii si siri. Ndio hivyo kwenye story nikajikuta nimwambia. Kwa hiyo Shani anajua kila kitu. Alafu sasa hivi naona yupo karibu na Hansi, wanapiga story, mara shemeji nyingi, salamu. Sasa ninaanza kupata wasiwasi, vipi kama akimwambia? Yaani ndio yani swali langu ndio hilo. Na mtu mwenyewe ninavyomwona siku hizi kama mbea hata simuelewi. Aika, hii siri si siri tena. Siri imeshavuja hii. Ilipaswa iwe sisi watu wawili tu tujue. Haya, leo umeenda kumwongeza mtu wa tatu. Tena ni rafiki yako, sio ndugu yako. Bora angekuwa ndugu yako kidogo ningesema anaweza kukustiri. Ni rafiki yako, marafiki hawanaga stara. Sasa leo umetoka umeenda umemwambia. Sema sawa, nina wazo naye yule. Sawa, tufanye, mimi ndio nishateleza, nimeshakosea, nishamwambia. Yaani tunaliekaje ili jambo likae sawa? Mimi ndio sielewi kabisa. Kumbuka kwamba wifi yako tu alileta kimdomo chake siku 2-3 tulimnyoosha. Sasa na yeye nitamfesi uso kwa uso, mimi na yeye. Na nitamwambia mimi ni nani. Na aache kufuatilia mambo yetu. Siku moja nikija kuyasikia
nitamfanya kitu kibaya. Yaani nitamfanya kitu kama nilichomfanya mwenzie. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi juu ya hilo. Sawa. Acha mimi niwe nyumbani, maana nimetoka huko, nimeaga tu, natoka sijaambia naenda wapi wala wapi. Ina maana hajui kwamba unakuja huko? Hajui. Na umemwacha nyumbani? Basi sawa, hamna shida. Poa. Blaza, niambie vipi? Kwanza kabisa kwa siku leo naomba unisamehe. Sina kipande cha kukupatia, maana najua maisha yako yanaenda kupitia riziki yangu mimi. Siku leo nimekuwa na siku mbaya. Pili, nataka nikutume kwa Shani, kazungumze na Shani. Kazungumze na Shani, kamwambia nataka nionane naye. Iko wazi kabisa Shani kuna jambo nataka nielezee, lakini kutokana na changamoto ya siku ile hakuweza kuzungumza na mimi. Nahisi mwenyewe ulikuwepo. Kwani ile siku mkumaliza mlichokuwa mnataka kuongea? Shemeji yako alifika kati ya vurugu. Unamsikia? Ila Shani kabisa alionekana kuna kitu anataka niambie. Na alizamilia. Kwa hiyo kamwambia kwamba nahitaji kuonana naye. Bro, kwa hilo hapo nitakusaidia kwa sababu mimi ndo nimesema ndo kiongozi wako kwa saizi. Kwa kuhusu hilo halina shida, lakini ni maongezi gani ambayo nataka kuongea wewe na Shani? Hauwezi kunifahamisha hata kwa ufupi? Teza. Light, mimi ningekuwa najua kwamba ni maongezi gani, sidhani kama ningekuagiza, kwa sababu wewe ndio uliambiwa kwamba siku tukutane naye kiwanjani, tukakutana naye. Alihitaji kuniambia lakini mke wangu akaja, akaingilia kati maongezi yale. Hakuniambia chochote kile. Mimi sielewi kiufupi. Maana hapo imeshakuwa ni msongo mbingu. Ile siku mwenyewe nimemuuliza kule, mission ipi? Ni kitu gani? Hajaniambia. Oh, mimi nataka kumuona. Unajua mnadego kwenye utata hapa, msije mkao mnasuka mabomu. Bro, nchi inapindukaga ujue. Hapana, usio na wasiwasi. Lazima kwa ile hapo unaniambia kwamba usikumuita Shani ni swala dogo kwangu, kwa sababu mimi ndo nipo nawe na kuongoza. Kwa nitafikishia taarifa na tumwambia. Wewe ndo shida. Ondoa wasiwasi. Nitamwambia. Sawa. Halo mjomba. Shikamoo. Si wazima. Hasa mjomba, mimi hapa nilikuwa nikupigia simu nikupe kwamba taarifa ile swala. Zile dawa mimi nishamwaga. Yaani na kaziruka zote, yani nimemwaga kuanzia mlangoni, pembeni kote na kaziruka. Kwa sababu majibu napata kwa muda gani mjomba? Wiki moja. Basi sawa, ina shida mjomba, zidi kuchochea. Mimi nataka umpumbaze, yani apumbazike. Mimi nikiuza sikumbuke hata 50 asikumbuke. Yani hata ila nauli ya kurudi kijijini asikumbuke. Sawa mjomba wangu, akubali. Chochea hapo vifushizo kabisa, majina kabisa ya malizi. Sawa mjomba. Baadaye nakupigia. Haya. Wifi huyo? Unaenda wapi? Naenda kwa Shani mara moja. Sawa, mimi naenda kuchukua vocha. Wewe ukiondoka usisahau kufunga mlango. Hata sichelewi, sasa hivi narudi. Kuchukua vocha narudi.
Asante. Wewe? Kweli? Habari yako? Salama, mali yako Kagoma? Safi, sijui kwako. Mimi naendelea vizuri. Naendelea vizuri. Basi sawa, mimi siendelee vizuri. Unaona huu mguu? Huu ni mguu wako. Na nimekuja kwa ajili yako wewe. Nataka kukwambia kwamba hili jambo hakuna anayejua zaidi yangu mimi, Aika na wewe. Na namlaumu sana Aika kwamba amekuja kukupa ukweli wote, na wewe unajua kabisa kwamba mimi natoka naye, na ameshakwambia kwamba mpango wetu sisi, mimi na Aika, tunakwenda kumpiga upofu Hansi. Sasa nakwambia tena, hii ni warning yako ya kwanza na ni ya mwisho, na hautaniona tena kwamba nimekuja kwako kuja kukwambia kwamba hivi na hivi na hivi, ila mimi nitafanya vitendo. Hansi siaoni. Sasa wewe sio kuona tu, hautaona, hautatembea, ikiwezekana hautakula kabisa. Kamdomo katakutunza. Ulivyovisikia kwetu sisi na kuviona na kuvijua vibaki kwako hivyo. Unanielewa? Sawa, nikuelewa. Nielewe, sababu nitakuja kukufanya kitu hakuna tena. Yaani wewe utakuwa mfano mji mzima huu. Wewe utakuwa mfano, mbea wa kwanza atakaje kufanya nitajua mimi. Itakuwa makini na hili. Ole wako Hansi aje ajue, au sio Hansi tu, yoyote umuongeze kwenye hisi ajue. Mimi nitaambiwa tu. Yaani akitokea tu Hansi kuja kuniuliza, huyu ni mshikaji wangu, akiniuliza chochote, nina wasiwasi na wewe, nina wewe. Sina nini na wewe, chochote atakachonifanya ni wewe. Kulinda hii siri kama tulivyokupa, na baki nayo. Wasiwasi wako tu, mimi hata muda sina. Ndio unavyosemaga Wambea, una muda, lakini utakuja kuwa na muda baada ya kujiuguza. Yesu anatembea haoni, wewe hutotembea kabisa. Kwa hiyo sitarudia tena kuja kukwambia chochote. Hii ni mara ya mwisho na ndio mara ya kwanza. Weka tu mkono wako. Ninaenda. Leo naondoka hapa, sitarudi. Kwa makini na hili. Muda mwingine nikija hapa, ukiniona nimekuja hapa, sio mimi. Shani, mimi nanili hapa Teza. Wewe nayo hujasave namba yangu au vipi? Teza, nishafika, nipo hapa nyuma ya nyumba yako hapa. Nimefika, si muda sana, njoo tu. Hapo sasa hivi. Haya. Shani. Mambo? Poa, koja simu namba yangu au vipi? Si unajua Teza, mambo ni mengi, kwa nini nilisahau. Mwanamke bana. Na mambo mengi kama vile ngano. Haya, karibu. Asante, lakini mimi nimeagizwa. Na nani tena? Nimeagizwa na blaza yangu Hansi. Kuagiza nini? Kanituma nije kukuambia kwamba ile siku ilipokuja kule hamkuelewana. Mambo alipata farani kidogo, kwa anahitaji tena mkutane, mzungumze, mwelewane. Maana
Ingawa kuna kitu natakiwa umeongea afu nakificha ficha. Kweli kuonana naye ni hapana. Mwambie tu mimi siwezi kuonana naye. Siku ile mwenyewe uliona tunazungumza mkake akaja. Mazingira uliona kama yalivyo. Hata hivyo mwambie tu haina umuhimu kivile. La Shani. Wenda labda na mbinu zenu. Maana wachemba chemba nyingi unaitana huko mara huko. Au unataka kukula nile? Hapana bwana. Ni mambo tu yanahusu yeye na familia yake. Lakini naona basi tena haina umuhimu. Kweli? Basi sikia. Mimi nakuomba niambie. Sitamwambia mtu yeyote, wewe niambie tu mimi. Teza bwana, hebu elewa hivyo. Ni mambo tu yanamhusu yeye na familia yake. Kwa hiyo haina umuhimu tena. Mwambie sina nafasi ya kuonana naye. Shani. Usifiche moto. Moshi ukianza kutoka, majirani wote wataona. Wewe niambie tu mimi. Ukiniambia mimi ukiniambia simwambie mtu. Haina haja. Labda kutakia tu siku njema. Kwa hiyo sawa, useme Hansi. Naam. Unaonaje tukimwambia Fau aondoke? Fauzia aondoke? Aondoke ndio. Kwa sababu gani? Basi tu yani aondoke atufuate tubaki wenyewe. Hivi utaacha lile makasiriko yako hapo? Fauzia si mdogo wangu wewe. Fauzia hapa ni kwao. Ana uhuru wa kuja muda wote na kuishi muda wote ule. Sasa unavyosema kwamba aondoke. Hivi una roho gani wewe? Ni mimi nahisi utakuwa umenielewa vibaya. Unajua Fauso mara kwanza anakuja hapa mara wapi? Anakuja mara nyingi tu na tunakaa naye tunaishi naye vizuri. Ukiona mpaka mimi nasema hivyo kuna sababu, sio tu nimejisikia kwamba Fauzia aondoke. Sababu ipi unayokufanya mpaka usimtaki kuendelea kubaki? Ni kifupi tu mimi sasa hivi simuelewi. Toka kaenda hiyo safari yake karudi, umndani tunalo. Mara sijui aende akajifukize, mara sijui aoge madawa. Nifika tu na tumwagia madawa mpaka mlangoni. Na bora ningekuwa nimehadisiwa na mtu kwamba mtu kanihadisia wifi yako hivi, wifi yako hivi. Nimesikia kwa masikio yangu. Anaongea na simu na wewe mganga wake. Wewe sijui mimi nishafanya nimetekeleza sijui na nini, madawa nishamwaga. Sasa mtu kama mnaishi na ili iweje? Sitafanywa machizi sasa humu ndani. Anataka tupumbaze ili auze hiyo nyumba afu asikupe hata shilingi 100. Sasa imagine hiyo nyumba imeuzwa tunaishi wapi? Na hata 100 usipate. Yaani tunaanzia wapi? Sasa mimi nahisi nitaamini vipi kama ni kweli? Je, kama ni chuki zenu tu binafsi? Chuki zipi? Mimi shakuniona mimi na ugomvi na Fau. Kusema kwamba tumegombana au tumekozana sasa hivi shakuniona. Au ni miaka mingapi anakuja hapa tunakaa naye kijisikia kuondoka anaondoka, akija anakuja hivi. Ushakusikia malalamiko yote kutoka kwangu? Sawa, mimi nimekuelewa. Bila usifikie maamuzi ya kumfukuza. Yule mimi ni mdogo wangu. Ipo siku sasa mimi ndo nitachoka. Mimi naogopa mwenzangu, tunakaa na watu tunalogana nje, kulogana nje, tutakuja kufa sasa. Nani kapiga? Teza. Pokelee nipo niongee naye. Niambie mdogo wangu. Sawa, njoo sasa hivi. Hapana, sijala kwa kweli. Tutaelekea, njoo. Nisikilize mke wangu. Fauzia usimfukuze. Ili swala nitalimaliza mimi mwenyewe. Yaani mpaka muda wewe utakuwa unaanza kulimaliza hilo swala. Sisi lishatumaliza mapema. Kwa sababu wewe mambo yako ni taratibu. Yeye mwenzetu yupo na kasi ya 4G. Yaani yupo anafanya huo mpango juu chini kila siku. Sasa wewe unasema nitalimaliza ni lini? Unajua shida yako ni hiyo tu. Yaani unapenda sana kukurupuka. Yaani kila kitu inabidi utafakari afu zeni ndio uamue. Usipende sana kukurupuka. Sawa?
nimeshakwambia niachie hilo swala, mimi nitalimaliza mwenyewe. Teza hapa anakuja, nimetoka kuongea naye, kuna sehemu tunaelekea. Wapi? Kuna sehemu nilimwambia nipeleke, ila pia tutapitia kwa Mama Stella. Si unajua mimi mpenzi wa supu. Ukishatoka hapo tutakuja tuyazungumze hilo swala la Fauzia, tutalimaliza. Sawa. Sawa. Blaza, nataka nikupe majibu ya mrejesho ambao ulinituma kwa Shani. Blazangu, mimi nimemfuata Shani, nimemwambia kinaga ubaga kila ulichoniambia, nikamwambia nimekifikisha vile vile, hadi na vingine nimezidisha pia. Ndio. Naambia Shani, bro anakuhitaji, mkarudie maongezi ambayo ile siku mliongea, mkuelewana vizuri. Maana ile siku mliingia mtafaruku pale, shemeji kafika kwa mambo ya kueleka. Kwa sababu nimetumia kila namna, kila njia naojua mimi kumwambia, lakini kakataa. Amesema kwamba haiwezekani kwa sasa, tupoteze hilo swala. Sawa. Unajua Teze, mimi toka siku tulivyokuwa tunazungumza naye, yaani kuna kitu nilihisi, kwa sababu alivyokuja mke wangu akaniambia tubadilishe story. Yaani yule iko wazi kwamba ana kitu rohoni anataka kuniambia. Ila je, anafikishaje ujumbe kwangu? Sasa hapo tunafanyaje mdogo wangu? Mimi nakukubali ujue wewe. Maana blaza, mimi nimejaribu kumbembeleza kila namna. Nimembembeleza sana mpaka nimetumia sema ufundi yangu. Nikamwambia bana, basi niambia hata mimi sitomwambia mtu yote. Lakini kashindwa kuniambia hata mimi. Haniamini hata mimi, yaani kashindwa kunieleza kwamba shida ni ipi. Unajua iko hivi. Lile swala lazima tupate upeleke, kwa sababu tayari mtu ashazungumza kwamba ni kwa ajili ya familia yangu. Kwa hiyo siwezi nikapuuzia. Sasa hapa cha kufanya inabidi tusukume kete ya ushindi. Kete gani hiyo? Sawa, wazo zuri. Mimi nilikuwa nawaza tuandae zawadi umpelekee, ambayo itamfanya mpaka kile kitu alichonacho rohoni ataniambia, atakifungua. Sikia, ni swala zawadi hapo ni uongo. Unajua yule ni mwanamke. Yule ni mwanamke. Najua. Na wewe ni mwanaume pia. Kosa cha kufanya blaza zangu, jaribu kutengeneza mahusiano kati ya wewe na yeye. Imekaaje hiyo? Na mahusiano halina mashiko sana, kwa sababu yani yule hajaonyesha labda kutaka kusema kwamba kuhitaji mahusiano, ila ana siri kubwa ya kuniambia. Sasa la mahusiano mimi siri yafiki, ila isipokuwa yule inatakiwa tumjenge, tumjaze hata ukweli aliokuwa nao, afu tujue tunafanyaje. Kwa changamoto, kwa sababu kasema jambo ni private. Kama private blaza yangu, sio mahusiano kwamba ya mapenzi wala jaribu kujenga ni mahusiano ya kuwa karibu naye. Jaribu kuwa karibu naye, mfate polepole, mchunguze, yani mbembeleze. Unajua kumbembeleza mwanamke? Mwanamke ni sana mtoto bro. Mbembeleze. Na ukimbembeleza yule pale hata usita kukwambia, lazima atakwambia. Sawa. Labda cha kufanya tufanye hivi. Mimi nipeleke kwa Shani. Tukishakaribia kwa Shani wewe niache. Laza. Yaani mimi kutoa hapa kupeleka kwa Shani ni sawa natoa sura yangu kwenye barafu niichochee kwenye moto. Mimi sina kulipa. Mapema tu vipi sasa? Sasa hivi bado kuna majirani huko nje. Afu tukasema katoka na wewe sasa hivi anaanza. Kwa nini mara tatu? Tatizo liko kidogo. Ila mimi lazima. Kama unasema ni wewe ni mtu mzuri. Lazima kajionyesha na yake mtu. Yule mwingine aloenda kwa Mastela kidogo anaweza kuchelewa. Sasa huyo aloenda sehemu zisizojulikana anaweza kauje hata sasa hivi. Ina maana huyu mwana anatoka kusini. Basi tuende ndani. Nakuja hivi muda mrefu kwa magumu. Nitajua utakuja usiku. Usiku kipi? Kati sasa hivi ndo muda mzuri kwa muda. Wewe. Hadi wewe. Sasa. Mimi naenda.
Poa. Hivi wifi, yaani umeamua kumchiti kakaangu? Sio, yaani sio kakaangu tu, yaani umeamua kutembea na rafiki yake eh? Yaani umekosa wanaume wote, umeamua kutembea na Kagogo. Sawa, tuseme kakaangu akulizishi au hana hela, aitaka umlete hapa hapa nyumbani, yaani tuone hadharani, au kisa kakaangu ndio kwenye ile hali ndio maana mnyanyasa eh? Asa sikiliza, ili jambo mimi moja kwa moja ninapotoka hapa mpaka kwa kaka nalifikisha, utajua wewe mjibu nini. Kwa unajifanya wewe kijuku cha mtu umeukosei hata siku moja, si ndio? Kwa nadhani yako mimi siyajui, na yajua vizuri tu. Wewe siko unaongea hapo na mganga wako tio, nishamwekea dawa, sijui nishamwaga dawa mlangoni, nataka wapumbaze niuze nyumba ni mdhulumu simpe hata 100, unajifanya mwema sana kwake au? Sasa sikia nikwambie. Wewe nenda kaliamshe la kwako na mimi nenda kaliamshe la kwangu. Afuto ni mkati yangu mimi na wewe nani atasikiliza? Sasa sikiliza wifi. Mambo mengine basi tukike kiki. Kaka mwingine hata ya muhusu. Sawa? Cha msingi. Mimi la kwako na inyamazia, la kwangu na basi. Kila mtu abaki na la mwenzie. Usichojua kakako ameshamwambia. Labda hapa cha kukusaidia. Muda atakao kuuliza na mimi niwepo. Unajua mimi nakutetea vipi na liekaje sawa. Niko lazima hata nimdanganye ila tu siri yangu itunze. Sawa, kuelewa. Nitafanya hivyo unavyotaka, basi na wewe kule uende kaniteteteka, ushasema. Kaka ile hapa ataki kulijua. Mwanzo yule mwanaume tu akiniacha yeye nitatafuta mwingine nitaolewa basi. Wewe unataka uchukue na uko mzima? Ya tondo mwe jifanye una mdomo mrefu. Tuliza mtoli. Sawa, mimi nakuelewa. Kweli mimi natoka. Nimekuita, kuna kitu nataka nikuulize. Hamna shida, niulize. Kuna jambo nimeambiwa sijalipenda. Wifi yako kakukuta unaongea na simu. Mazungumzo yako ulikuwa unaongea na mganga wako, na inaonekana wazi tayari kile kitendo ushakifanya. Ulikuwa unamjibu mganga wako kwamba tayari dawa ushamwaga, unasubiria majibu. Je, hizo taarifa ni za kweli kwamba unataka unizulumu nyumba? Hapana kaka, sio kweli. Wifi, mimi nikukuta saa ngapi mimi naongea masuala ya ganga lakini. Yule bwana vitu vya utani mzee anachukulia serious. Hivyo hujajua kama pale nilikuwa nakutania? Sasa fa una masuala ya ganga wapi na wapi ndugu yangu? Mimi nimekaa tu pale nimeona tumekaa tuongeleshani umenuna nikamwa tu nifanyaje? Nilete story tu tuongee. Sasa mzangu umeyabeba juu juu. Utaniwe. Mke wangu una tabia mbaya sana. Nilijua tu shida yako nigombanisha na mdogo wangu, lakini nitambua mimi ni damu yangu. Wewe ni mwanamke wa kuja. Kiujumla mimi sijapenda tabia yako. Hata mwenyewe kama mwenyewe yeye hajanuna. Wewe unanunia nini? Sijapenda tabia yako. Kwanza amenikera. Pigieni simu Teza aje anitoe hapa. Leo mnakwenda kwa Teza? Mnakwenda kwa Mama Stella, mnakwenda wapi? Tutakuja ugongwe na pikipiki ufe. Kazi ya kuzuru hata ujihurumie. Leo utabaki hapa. Hapa pale hamna kutoka. Nishasema mimi sitaki ujinga. Mpigie simu Teza aje anitoe. Mpigie mwenyewe. Sasa tusipokutania tukamtanie nani?